Habari za wakati huu ndugu yangu, rafiki yangu. Karibu sana kwenye mafunzo ya mahusiano ya umbali mrefu. Nimekuwa nikiwafundisha watu wengi sana kuhusiana na jinsi ya kustawisha na kudumisha mahusiano ya umbali mrefu. Namna ya kuyafanya yastawi, yawe na misingi imara, yawe ya kudumu, na yawe yenye amani kabisa. Ukumbuke kwamba mahusiano ya umbali mrefu yamekuwa na changamoto nyingi zikiwemo za mawasiliano, za uaminifu na changamoto nyingine nyingi ambazo tutazizungumza. Kwa majina naitwa Emmanuel Sai, ni mwalimu, mshauri na mwongozaji wa vijana mbalimbali na hata watu wazima ambao wangependa mahusiano yao yawe kwenye misingi imara ya kimungu, yawe yenye amani na ya kudumu. Nimewasaidia zaidi ya couples 200 katika kipindi chote hiki katika kustawisha mahusiano yao ya mbali, na sasa wanaendelea kujitahidi na wanafanya vizuri, na baadhi yao wamefanikiwa, wamefunga ndoa. Na hii ni sambamba na wale watu ambao nimewasaidia na nimefanya nao kazi, nimewashauri na kuwaongoza kipindi nikihudumu kama katekista na mwalimu wa dini katika kanisa Katoliki jimbo kuu la Tabora, katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Kipalapala, na nilikuwa nikihudumu katika kigango cha Mtakatifu Isidori Mkulima Mtalikwa. Nimekutana na hawa couple ambao ni wachumba, wale wanaoanza from the scratch, wanaanza mwanzo. Nimekutana pia na wale ambao ni wazoefu, kwa sababu wapo ambao nimewafundisha, nimewapa semina wakiwa tayari wana familia zao na wanahitaji kufunga ndoa, na wale wapya kabisa. Changamoto zote nimekutana nazo. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa sana ninapozungumzia kuhusu habari za mahusiano, na inapofikia kwenye uwanda wa mahusiano ya mbali, nimewasikiliza watu wengi sana, kuanzia vijana wadogo mpaka wale watu wazima, kuanzia wale ambao wako katika ajira za serikali, na ajira hizo ndo ziliwafanya watengane wawe katika mahusiano ya umbali mrefu. Nimekutana nao wanafunzi wadogo wa vyuoni, nimekutana nao na wale watu wa mtaani ambao wanashughulika na biashara za kijasiriamali mbalimbali. Nimejua changamoto zao, na kwa bahati nzuri kabisa, changamoto zilizopo katika mahusiano ya umbali mrefu kwa watu ambao ni waajiriwa wa serikali, wale wa kibiashara, wale wajasiriamali tu wa kawaida, wale vijana wa vyuoni, na hata watu mbalimbali wote ambao wanawafikiria, changamoto zao ni zile zile, wala hazijabadilika. Mimi mwenyewe kipindi fulani nilitenganishwa na mke wangu kulingana na masuala haya ya kazi. Sehemu nilipokuwa nafanya kazi, naifanya kazi takriban miaka 3. Baadaye nikawa nimepata majukumu mapya, kwa ikabidi kwenda mkoa mwingine. Nadhani hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa mimi kuingia kwenye mahusiano ya umbali mrefu. Nikaanza kuionja ladha ya kila ambacho huwa nakifundisha. Kwa hiyo zile mbinu yale matatizo ambayo nilikuwa nayasikia kutoka kwa watu wengine yanayowakumba hasa wakiwa kwenye mahusiano ya mbali, yalianza kunikumba mimi. Hapo ndipo nilianza kujua uhalisia hasa. Unajua, kuwa na maarifa peke yake bila experience, huwa kuna kitu kinapungua kwa huyo mwalimu. Sasa nina experience, nina uzoefu wa kile ambacho naenda kukufundisha. Moja kwa moja twende sasa kwenye namna ya kustawisha au jinsi ya kustawisha na kudumisha mahusiano ya umbali mrefu. Ziko mbinu 5 au njia 5 naweza kusema, zitakazo kusaidia kustawisha na kudumisha mahusiano yako ya umbali mrefu. Nimeandika kitabu ambacho kinahusiana na mafunzo haya, kinahusiana na mada hii ambayo nakufundisha leo. Kwa hiyo ukikihitaji tunaweza tukawasiliana na ukakipata kikakusaidia, ikawa kama backup wakati ukiwa unahitaji kutatua jambo fulani ambalo umekutana nalo katika mahusiano yako. Lakini hii pia ni muhimu kama uko serious
unasikiliza, na naamini uko serious kwa sababu umelipia mafunzo haya. Isingekuwa hivyo basi wala usingekuwa na userious wowote. Tukubali tukatae, tuwe tunajua ama hatujui, ufahamu kwamba mahusiano ya mbali yanahitaji jitihada mara 10 zaidi kuliko mahusiano ya watu walio karibu au walio pamoja. Mahusiano ya mbali yana changamoto na yana tabu, yana shida zake, yana adha zake, lakini tutayaboresha vipi? Kwa sababu ni mahusiano halali, wala si mahusiano ya kihuni, wala si mahusiano ambayo yanatakiwa kupuuzwa. Hapana, watu wanaingia kwenye mahusiano ya mbali kwa sababu maalum, pengine wamelazimika, pengine masuala ya kazi, lakini hii mahusiano ya mbali hayawezi kutufanya tusitishe kuhusiana. Ni sehemu ambayo inakufanya wewe uendelee kukomaa zaidi na kuwa mzuri kihisia na kimaamuzi katika mahusiano yako. Mahusiano mengi ya mbali nimeshuhudia yakifikia ndoa, mengine yakiendelea kuwa bora zaidi. Sasa ni mbinu gani ambazo zinatumika? Watu wametumia mbinu gani? Sasa nakupa mbinu hizi ambazo si tu watu baadhi wamezitumia, bali mimi mwenyewe nimezitumia na zimenifanikisha, lakini ni kanuni za msingi za mawasiliano. Njia ya kwanza ni mawasiliano ya mara kwa mara, au ningetumia lugha nyingine ningesema kuweka mawasiliano kuwa kipaumbele. Kuna msemo unaosema kwamba kama hakuna mawasiliano hakuna mahusiano, au ukiona mawasiliano yanaanza kusuasua, ujue mahusiano yameanza kufa. Kwa nini iko hivyo? Kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowaunganisha wewe na mwenzako au na mwenzi wako isipokuwa kupitia kuwasiliana. Kwa hiyo hauwezi ukajitetea kwa namna yoyote inapofikia hatua ya kuwasiliana au kuyaweka mawasiliano kwa kipaumbele ndani ya mahusiano yako. Kadiri mawasiliano yatakavyokuwa yanafifia, ndivyo hivyo mahusiano yako yatakuwa yanafifia pia. Kama mawasiliano yako yana nguvu kwenye long distance relationship, ndivyo hivyo mahusiano yako yana nguvu vile. Sasa ni wengi wanalitambua hili, lakini hawajui ni kwa jinsi gani sasa mawasiliano kwao watayafanya kuwa kipaumbele. Wengine wanajua lakini wanapuuzia. Niko hapa kukufundisha na kukukumbusha, kwa sababu lengo langu ni kuona mahusiano yako yakisimama na kuwa imara, yenye amani na ya kudumu. Kuboresha mawasiliano yako au kufanikisha katika mbinu hii ya kuyafanya mawasiliano ya kipaumbele, cha kwanza ni lazima uweke mfumo wa kuwasiliana. Mfumo wa kuwasiliana unahusisha vitu viwili: muda pamoja na jukwaa la kuwasiliana, yani njia ya mawasiliano. Ninapozungumza kuhusu muda, kuna mzee mmoja niliwahi kukutana naye. Huyu mzee alikuwa ni mtumishi tu mkubwa, ana kanisa. Ana kanisa. Yule mzee nilipata wasaa kwa hiyo nikapata wasaa wa kuzungumza naye. Wakati nazungumza naye akawa ananisisitiza jinsi ambavyo yeye amefanikiwa kuweka mawasiliano kipaumbele licha ya huduma zake kubwa na kuwa na busy day, yani kuwa na majukumu mengi ndani ya siku moja. Akasema alinionyesha ile ratiba. Ananiambia mimi na ratiba ya majukumu yangu. Mimi tangu asubuhi ninapoamka siku yangu imeshaisha. Yani siku yangu nimeshaipangilia yote. Lakini nilipoiangalia ile ratiba nikaona ameset 1 hour. Akasema hii ni saa yangu ya kupumzika na ni saa yangu ya kuzungumza na mke wangu. Kwa hiyo ile saa ile yani ameweka muda ambao atapumzika, ile saa amekata muda ambao atazungumza na mke wake. Ni lazima siku kabla hajapumzika azungumze na mke wake.
haijalishi amekuwa yuko busy kwa kiasi gani. Unaelewa? Kwa hiyo na wewe ni mbinu ambayo unaweza kuitumia ukatenga muda licha ya majukumu yako yote. Ukiangalia kwa mfano kama mimi, wakati nimefika sasa kwenye majukumu yangu hayo mapya, nikawa busy sana, nikaja nikagundua baadaye malalamiko yakawa mengi ya kwamba mawasiliano yetu yanakuwa hafifu kutoka kwa mke wangu. Kwa hiyo nilichofanya kujisqueeze ni kwamba nikakumbuka kila ambacho nawaelekeza watu wengine wanafanya na wanafanikiwa. Ilibidi kweli kwenye ratiba yangu nilikuwa napata muda wa mapumziko kwa ajili ya chakula cha mchana. Ile kuamka asubuhi ilikuwa ni ada kuwasiliana, kwa sababu kuwasiliana asubuhi ni kama tu mkikaa pamoja au mkilala pamoja mkaamka, ni lazima muwasiliane hiyo asubuhi. Kwa hiyo nikatenga muda ile mchana, ule muda ambao nilikuwa naupata kwa ajili ya mapumziko na chakula, ukawa ndo nikachukua dakika 15 za kuwa nawasiliana naye. Naweza nikampigia ama tukatumia message. Alafu baadaye nikamwambia mke wangu nilikuwa nimepata muda wa kupumzika kidogo hapa, kwa hiyo nimeamua nikupigie tuzungumze. Kwa hiyo tunazungumza vizuri. Baada ya hapo namwambia sasa nipate muda wa kupata chakula hapa nipumzike. Taangalia jinsi ambavyo itawezekana, lakini ni lazima sio nisubirie nipate muda, hapana, natenga muda. Kwa hata wewe kwenye majukumu yako si lazima usubirie upate muda, muda unautenga mwenyewe. Hiyo ndio itakuwezesha kumweka kwenye ratiba mke wako na mahusiano yako yaendelee kuwa imara, usipuuzie. Na katika mfumo huu wa kuwasiliana ni lazima muwe na jukwaa specific la mawasiliano. Kuna watu wako nje ya nchi, kwa hiyo wanawasiliana kwa WhatsApp tu, wengine wana video calls, wengine Google Meetings, wengine Zoom. Umenielewa? Kwa kila mmoja na namna, wengine wanapigiana simu, wengine wamezoea message. Kubalianeni tunatumia njia gani ya kuwasiliana. Wakati nasoma wakati naandaa nasoma kwa ajili ya kuandaa hiki kitabu ambacho nimekuambia cha mawasiliano ya umbali mrefu, nikakutana na story ya vita ya pili ya dunia ya mwaka 1945. Wanajeshi walikuwa wanachukuliwa, sio tu wanajeshi pekee yao, hata watu wengine wanachukuliwa wanaenda kufanyiwa mafunzo ya haraka haraka ili waingie vitani kumudu uzito wa vita. Kwa hiyo wanawake au wake walikuwa wanaachwa nyumbani, na kipindi hicho hakuna mawasiliano zaidi ya barua. Wale wanajeshi, namna pekee ya kuungana na wake zao ilikuwa ni kupitia barua ambazo walikuwa wanaziandika, na barua zilikuwa zinachelewa 2 weeks, labda barua ndio inamfikia mke na yeye anaijibu, inarudi tena kwa mume. Yaani ilikuwa lakini barua ndio ilikuwa njia pekee ya kufanya mawasiliano. Lakini leo hii tuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kukuwezesha kufanya mawasiliano. Nikikukuta au nikipokea malalamiko ya kwamba mtu hafanyi mawasiliano ndani ya mahusiano yake, huwa nafikiria tu mambo mawili, kwamba hajaweka kipaumbele au amepuuzia. Simple. Kwa sababu tunazo njia nyingi sana siku hizi ambazo huwezi ukasema kwamba umekosa njia ya kufanya mawasiliano. Jukwaa hilo la kuwasiliana ni muhimu sana. Baada ya kuijua njia hiyo ya mawasiliano kama mbinu ya kudumisha mahusiano yetu ya mbali, na tumeona vipengele vyake vitatu ambavyo katika mfumo wa kuwasiliana lazima utenge muda, uweke na jukwaa, lakini pia mjadili mtawasiliana kwa extent kubwa kiasi gani, mara ngapi, kulingana na mazingira mliopo. Ni makubaliano, sio ya kuamua wewe peke yako. Ni lazima umwambie kwamba labda wewe ni mwanajeshi umeenda kozi, utakuwa unajitahidi mara moja kwa wiki kumtafuta, au wewe ni mfanyabiashara utakuwa unawasiliana naye mara ngapi, au kazi yako wewe labda ni unajua, kwa mfano kuna hao wafanyabiashara wajasiriamali wa mitumbani au jasiriamali wa mitumbani, unakuta muda wote ana contact wateja, au wale wanaokaa kwenye maduka ambayo yana flow kubwa sana ya wateja, kiasi kwamba kupata hata muda wa kula ni ngumu, kwa hata kupata muda pia kupiga simu ni changamoto. Kwa mkubaliane ni muda gani utakuwa unautenga kwa ajili yake, ili usiwe na sababu, yani hauna sababu ya kukwepa, otherwise hauko tayari kuyaboresha na kuyathamini mahusiano yako. Njia ya pili
na mbinu ya pili ya kudumisha mahusiano yako ya umbali mrefu, muwe na mpango wa kuonana. Mpango wa kuonana. Nilikuwa nasoma maandiko katika barua ya Mtume Paulo kwa Warumi, akawa anasema kwamba natamani sana niwaoneni ili niwape karama ya Roho. Natamani sana kuwaoneni. Manake baada ya kuwa amewafundisha baadhi ya mambo, aliondoka kaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo akawa anaona kuna haja ya kuonana na hawa watu ili niwape karama za Roho. Manake ni kwamba kumbe mnapohusiana kwa umbali, licha ya kwamba mnawasiliana, kuna vitu mnapoonana vinaleta impact mpya, vinaleta athari chanya mpya ndani ya mwenzako. Kwa hiyo ni lazima muwe na mpango mkakati madhubuti wa kuonana ana kwa ana, ambao unatakiwa kuwa very specified. Nakumbuka kipindi fulani nikawa natoa huduma hii, nikawa nafanya na mshauri dada yangu mmoja hivi, ambaye mwenzake alikuwa walikuwa wanaishi pamoja, alafu baadaye mwenzake akawa amepata sponsorship ya masomo, akaenda kusoma Canada, ambako alitakiwa kusoma kwa miaka 5. Sasa wakakubaliana kwamba kwenye hiyo miaka 5, sponsorship inasema kwenye miaka 5 atapata likizo moja. Atapata likizo moja ya miezi 3. Sasa ilipofika ile likizo ya miezi 3, walikubaliana kwamba wataonana, lakini ikaonekana kuna vitu vimeingiliana, kwamba ile sponsorship kumbe haihusiani na gharama za nauli za likizo. Kwa hiyo yule bwana akawa amekosa nauli. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ikawa ni miaka mingapi? Ikawa sasa mwanadada yule akubaliane na kukaa miaka 5 bila kumuona mwenzake, kwa sababu mwenzake amefanyaje? Amekosa nauli ya kuja kumuona. Kwa hiyo ule mpango madhubuti wa kuonana haukupikwa toka awali, ndio maana ukatokea obstruction. Hakunaga kitu chochote chenye mafanikio kisiwe na pingamizi. Kwa hiyo ni lazima mkiwekee mikakati, mipango ya kuonana, kama ni mara 2 au ni mara ngapi, kwa muda gani, ili muweze kuwa mnaonana. Kuna wakati nafanya tafiti ili kuweza kujua ni mahusiano ya mbali yanaathiri vipi couples au wenza. Kuna baadhi waliniambia kwamba kuna baadhi ya migogoro kuitatua kwa mawasiliano ya umbali sio rahisi, lakini kama mngekuwa ana kwa ana ni jambo dogo sana na mgogoro unaisha. Kuna baadhi ya hisia huwa zinaibuka tu kwa sababu watu ya umbali mrefu, au kwa sababu ya njaa ya kuonana, lakini once mkionana, kuna baadhi ya vitu huwa kuna baadhi ya hisia huwa zinaondoka. Kwa mfano, kuna hisia kama za wivu, hasira. Kuna baadhi ya hisia huwa zinakuja tu kwa sababu ya umbali na ile njaa ya kutokuonana, njaa ya kuonana. Ndio maana sasa unapotengeneza mpango mkakati wa kuonana, unasolve baadhi ya migogoro ambayo inatokana na changamoto ya umbali mrefu, unatuliza baadhi ya hisia, lakini pia unatengeneza matumaini kwa ajili ya siku nzuri za baadaye, na ule uhai unakuwepo, kwa sababu kama mtaendelea kuwa mbali kwa muda mrefu, ule uhalisia huwa unapungua, uhalisia wa mahusiano unapungua. Haijalishi umeoa au kuolewa, haijalishi hamjaoana bado, lakini uhalisia unapungua. Kwa hiyo mnavyozidi kuonana, mnatengeneza uhalisia na kutengeneza future bora zaidi. Hiyo ni mbinu ya pili, mpango mkakati na tena wa madhubuti juu ya kuonana. Mbinu ya 3, jenga uaminifu. Jenga uaminifu.
Katika uaminifu tuna mambo mengi sana ya kuyazungumza, wala sitadefine uaminifu ni nini, lakini maneno yako yanatakiwa kuwa ya kweli na yanayoakisi uadilifu. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu wanatoa ahadi sana, tena wakiwa kwenye long distance wanatoa ahadi nyingi kwamba nitafanya hiki, nitakufanyia hiki, nitakufanyia hiki, nitakutumia hiki, nitakutumia fedha, labda tutaonana siku fulani. Kwa hiyo unakuta maneno yake yale au ahadi zake zile hazitimii. Hii inafuta kabisa uaminifu na hautavumiliwa. Nikwambie tu kweli, hata kuvumilia, kwa sababu ahadi zako zikianza kutokuwa za kweli, uaminifu wako unauweka kwenye maswali mengi, unauweka rehani sana. Hata yale makubaliano mliokubaliana, kwa mfano makubaliano ya mawasiliano, kwamba tutakuwa tunawasiliana angalau mara 2 kwa siku kulingana na nyinyi. Wengine wanaweza kuwasiliana kila muda, wengine kila dakika, wengine mara 1 kwa siku, wengine mara 1 kwa wiki. Sasa kadiri ya mlichokubaliana, halafu usitekeleze na hautekelezi na hautoi taarifa yoyote ya kwamba changamoto fulani imejitokeza, hatutafanikiwa au ndio maana hatukufanikiwa kufanya hivi. Hauwi mkweli, hautekelezi, hauendi sawasawa na makubaliano mliokubaliana. Una question uaminifu wako. Ni ishara ya kwamba wewe unanidanganya, wewe haunitilii maanani, wala haujaweka kipaumbele mahusiano yetu. Kuna mmoja, nikupe tu mfano, fikiria hii scenario. Kuna bwana mmoja, yeye ana mke wake. Yeye anafanya safari za mikoani, anakwenda mikoa hii na mikoa hii kulingana na shughuli zake. Sasa tabia mojawapo ambayo inavunja kabisa uaminifu ni kuondoka bila kuaga. Yaani on the moment mke anapiga simu, hata haya mazingira yanaweza kaisha kukuta. On the moment mke anapiga simu, wewe umeshasafiri kwa mkoa mwingine. Vipi mume wangu, habari ya kwako? Sasa salama. Mzima, uko wapi sasa hivi? Labda niko Dodoma na mnaishi Dar es Salaam. Mume wangu, mbona unaondoka bila hujaniambia kama unasafiri? Mume wangu, uko Dodoma sasa hivi. Wewe mwanamke, bora unifuatilia. Yaani unaanza kuwa mkali kwamba mke anakufuatilia kukuuliza wewe uko wapi, wakati ni wajibu wa mke kujua maendeleo ya mume wake, kuwa na taarifa naye kwamba yuko wapi, anafanya nini wakati huu. Ni sehemu ya partnership, ni sehemu ya kuonesha kujali, ni sehemu ya upendo wake. Anapokuuliza labda uko wapi, unakuwa tu mkweli, unasema, kwa sababu usipokuwa mkweli au ukaonesha kuquestion, ukaonesha hasira, ukapanic, unaondoa uaminifu. Uaminifu haupewi tu from nowhere, uaminifu unajijengea mwenyewe. Ataanza kuwaza kwamba kwa nini anafanya hiki, kwa nini anaondoka bila kuniaga kwa mfano, kwa nini nikimuuliza yuko wapi anakuwa mkali, yuko na nani, anafanya nini, by the way, ni kipi anachokifanya sio chema. Una question uaminifu wako. Ni lazima uwe mwaminifu kwenye hayo maeneo. Lakini pia uaminifu mwingine, kutengeneza mipaka ya mahusiano ya ukaribu na kimapenzi kwenye mazingira uliopo. Uko mbali, unakutana na watu mbalimbali, weka mipaka huko uliko, kwamba ukimheshimu mke au mume au mwenzako ambaye hayupo hapo. Ndio maana uaminifu unajumuisha kuwa mwadilifu hata kama hauonekani na mtu yeyote, hata kama mwenzako hayupo hapo, lakini unaendelea kuishi kwa uaminifu. Hiyo ni mbinu ya 3 au njia ya 3. Njia nyingine, weka malengo ya wakati ujao. Mahusiano yanapokosa dira au mwelekeo, yanaisha ladha na kuwa yanachosha. Inakuwa mapenzi yasiyo na ramani. Yaani ni kama gari inasafiri haina usukani, au unatembea hujui unakoelekea. Sasa kama hakuna malengo, uvumilivu huwa haiwezekani. Ndio maana huwa anasema hivi, kuvumilia pasipo na kusudi unapoteza muda,
Kwa kuna sehemu mtu anaweza akawa anasema anavumilia, kumbe anapoteza muda, kwa sababu hakuna dira, hakuna uelekeo. Huwezi ukaivumilia safari usijue mwisho wake. Kwa wekeni malengo ya wakati ujao. Haya malengo yanahusisha nini? Haya malengo yanahusisha kujua kikomo cha mahusiano yenu ya umbali mrefu. Yanafika lini ukomo? Yanafika lini ukomo? Lini mtakuwa pamoja tena? Lini mtakaa pamoja? Kwa mfano, baadhi ya wafanyakazi wa serikali, kuna sehemu hawapatendei kazi vizuri. Wengi wao nimezungumza nao, mtu anafanyiwa transfer leo ya labda anaishi Dodoma, anafanyiwa transfer kwenda kufanya kazi Mtwara. Sasa anakwenda kufanya kazi Mtwara bila kuacha dira kwenye familia, ni kwamba naenda kufanya kazi Mtwara kwa muda gani ili tuwe pamoja, aidha mke aende Mtwara au mume arudi Dodoma, au wanatengeneza formula gani itakayowafanya wao waendelee kuwa pamoja baada ya muda fulani. Na shuti yao ni nini? Hao ni wale ambao wameoana. Sasa vijana wengine wadogo, ndio maana mahusiano mengi ya umbali mrefu yanaishia mara baada ya mmoja kwenda chuo, mara baada ya kwenda kufanya kazi sehemu fulani, mara baada ya watu kumaliza masomo wakatawanyika. Yanakuta kwa nini? Hayana dira, hayana uelekeo. Ndio maana mahusiano mengi ya umbali mrefu, watu walikuwa na dhamira njema, wanapendana, wanaelewana vizuri, lakini umbali unawatenganisha. Ukiwauliza bado wanapendana, ile umbali umetutenganisha. Kwa sababu hamkutengeneza dira, hamkutengeneza malengo ya wakati ujao. Ndio maana kama wewe umeoa au kuolewa, ni lazima utengeneze dira ya wakati ujao, kwamba ni lini mtakuwa pamoja tena, ni baada ya muda gani, ili huyu ambaye kama mnasubiriana kwa matumaini. Ndio maana katika kitabu imeandikwa katika kitabu cha Yeremia, nabii Yeremia akiwa anasema kwamba ni mstari maarufu sana unaosema, ninajua mawazo ninayowawazia ninyi, mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za baadaye, au siku zenu za mwisho. Bali ilikuwa ni maneno ya Mungu kupitia nabii Yeremia, akiwaambia wana wa Israeli waliokuwa utumwani Babeli, kwamba mwanzoni aliwaambia kwamba nyie mko utumwani. Kuna watu waongo wakawa wanawaambia kwamba huku utumwani mtatoka, sio mtakaa, sio muda mrefu mtarudi. Lakini kumbe Mungu anajua hawa wakai muda mrefu. Kwa hiyo hawa wakawa wanalala, wakawa wanakaa, wanalala wakiwa wametengeneza mabegi yao tayari kwa ajili ya safari muda wote. Lakini Mungu anachowawazia watakaa miaka 70 huko. Lakini kwa nini wanadanganya? Kwa hiyo hawa Mungu ikabidi awaambie ukweli. Ndio maana kusema ukweli kwa ajili ya malengo ya wakati ujao inawapa watu nguvu ya kuvumilia. Ndio yale maneno yakaja kwamba nyie hapa kaeni, oeni, oleweni, limeni bustani, pandeni na mle matunda yake, kwa sababu si leo wala kesho, ni baada ya miaka 70 ndio mtaondoka huko. Kwa hiyo ikawafanya wafanye mambo mengine, ikawafanya wavumilie, waache kuwaza kama kesho na kesho kutwa tutaondoka. Hii ndio namna sasa ya kuweza kutengeneza malengo na dira ya wakati ujao, kujua wapi tunaelekea, wapi ni mwisho. Ili kama mjafunga ndoa mjue lini mtatambulishana, lini mtaonekana wazi, lini mtafunga ndoa. Na kama mmefunga ndoa mjue mustakabali mzima wa kuendelea kuishi kusudi lenu la kufunga ndoa hapa duniani. Hiyo ni kuhusiana kuweka malengo ya wakati ujao. Njia ya 5 au mbinu ya 5 ya kustawisha na kudumisha mahusiano yako ya umbali mrefu ni kuwa mvumilivu, kuwa na subira. Uvumilivu, hii ni hali ambayo inatufanya tuvuke kwenye nyakati ambazo ni ngumu, pale penye matatizo na adha, lakini tukiwa na tumaini la mambo mazuri baadaye. Ndio maana tunapata nguvu ya kuvumilia na hatupotezi muda. Ndio maana kuna kipindi ambacho atakupigia simu akikwambia anaumwa na utatamani hata uwe naye umbembeleze. Kuna kipindi utakuwa umemisi na hisia zako zinamhitaji kweli, lakini sasa hauwezi kumpata kwa wakati huo. Kuna muda utampigia mtandao ukamati kabisa, kuna muda hapatikani. Kuna changamoto nyingi zitajitokeza. Je, utakuwa tayari? Utavumilia kipindi chote hiki kigumu?
Ni lazima uwe na subira kuyavusha mahusiano ya mbali kwenda kwenye mafanikio yake, kwenda kwenye kilele cha mafanikio yake. Bila kuwa na uvumilivu, kwanza uvumilivu ni jiwe mojawapo la msingi wa mahusiano na ndoa bora. Ndio maana wengine waliamini sana katika uvumilivu, ingawa sio kitu pekee yake. Vitu vingi vipo, lakini uvumilivu ni very important, ni muhimu mno. Sidhani kama kuna kitu kingine zaidi ambacho kinaweza kikareplace uvumilivu, kwa sababu uvumilivu uko kwa kipekee yake. Na kwenye mahusiano, kama uvumilivu utahitajika asilimia kama utahitajika tuseme asilimia labda 100 kwenye mahusiano ya kawaida, basi inabidi uwe asilimia 200 kwenye mahusiano ya umbali mrefu. Ndio maana mahusiano ya umbali mrefu sio ya watu dhaifu, sio ya watu dhaifu, ni ya watu waliokomaa kihisia, ni ya watu werevu kwelikweli, ni ya watu wanaojua kufikiria zaidi ya leo. Tunajua mahusiano nini, mapenzi au mahusiano yana sehemu ya kuwa karibu, lakini sasa mko mbali na this is a state of life. Ni lazima kuyahimili na yanafanikiwa na wanaishi vizuri kabisa. Baadhi ya watu ikiwemo mimi mwenyewe nimewahi kuexperience, na kipindi hicho nimepita vizuri mara baada ya kujua mapema nini natakiwa kufanya. Kwa hiyo bila shaka sasa umenielewa vizuri na tumejifunza vizuri kuhusu hizi mbinu za kustawisha na kudumisha mahusiano yako ya umbali mrefu. Nasema kwanza kuhusu mawasiliano kuwa kipaumbele, na tukaona jinsi ya kuyafanya hivyo. Mpango, tukaona namba 2 ni mpango wa kuonana, mpango madhubuti kabisa wa kuonana. 3 ni kujenga uaminifu. 4 malengo ya wakati ujao, na 5 subira, kuwa na subira. Nadhani umejifunza sasa. Kama ulikuwa kuna eneo hapo umelegea, weka nguvu. Kama vyote ulikuwa haujaanza vifanyie kazi, vijue anza leo kufanyia kazi, na utanipa matokeo yake jinsi ambavyo itakusaidia. Ni vitu vyepesi sana, ni maamuzi ya kuamua kwanza. Unajua maisha yamejaa maamuzi makubwa na madogo. Kwa hiyo ni wewe tu kuamua kuchagua, na maamuzi unayoyafanya leo, kama utaamua kutokufanya, ukiamua kufanya, una shape kesho, una shape maisha yako ya baadaye. Kwa yako mambo mengi, na zaidi ya hapo kuna vitu vingine ambavyo kuna huduma zingine ambazo wanazitoa. Natoa ushauri wa ana kwa ana, nafanya seminars, nazungumza na watu kupitia simu, nafanya ushauri online kwa WhatsApp, nazungumza na wenza kupitia WhatsApp calls, wengine tunafanya nao Google meetings, wengine Zoom meetings. Kwa hiyo kila mmoja na jinsi ambavyo tutaona itakufaa kuzungumza vizuri na kushauriana vizuri. Nimeandika vitabu mbalimbali ambavyo vinahusu ndoa, viko vinahusu uchaguzi wa mwenza sahihi, viko ambavyo vinahusu hivi mahusiano ya umbali mrefu. Kwa hiyo na mafunzo mengine ambayo utayahitaji, utanitafuta tu kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0684900172. Kama unahitaji kitabu niandikie kitabu, kama unahitaji ushauri niandikie tu message, nitakujibu kwa wakati na tutazungumza vizuri kabisa. Asante sana, nikukaribishe tena kwa wakati mwingine kwa ajili ya huduma hii au kwa huduma zingine au kwa changamoto yoyote ile ambayo unadhani nikisikiliza tukajadili vizuri, tutafanya mahusiano yako yaendelee kuwa na misingi imara ya kudumu na yenye amani. Asante sana. Naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mtaalamu na mwalimu wa mahusiano. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.